Deng Xiaoping, kiongozi aliyeibadilisha China bila ya kumponda mtangulizi wake Mao Zedong, japo Mao alimtesa sana Deng. Makala hii imedhaminiwa na DRK General Mechanics Limited, ikiandaliwa na mohenga wa karne ya 21 Mwalimu Dennis Mpagaze. Msimulizi wako ni mimi Moses Kachenje. Hii China inayoitikisa dunia kiuchumi kwa sasa ni matokeo ya mtu mfupi mwenye akili ndefu. Anaitwa Deng Xiaoping, baba wa uchumi wa China. Huyu mtu aliifungua China, China ikafunguka. Wachina wakaanza kuishi kama watu halisi. Waha wanaita watu nyawatu. Mtu halisi ana uhakika wa kula vizuri, kuvaa vizuri, kulala vizuri, kutibiwa vizuri, kusafiri vizuri. Tofauti na hapo, wewe sio mtu halisi, wewe ni mtu kitu. Mwamba aliuvalisha ujamaa wa Mao ubepari. Wajamaa wakaulizana, mbona mtu huyu anatuletea unyama? Maana walifundishwa ubepari ni unyama kama sisi tulivyofundishwa. Tukachukia ubepari na kuanza kuvaa mashati ya Mao tukidhania huo ndio ujamaa. Yaani sisi kwa vihoja vya hapa na pale, noma sana. Katika nchi za kijamaa, ukiwa tajiri ni bepari, na bepari ni mwizi na fisadi. Na ndiyo maana akina Nyerere walikuwa kijisifia umaskini, wakiogopa kuitwa mabepari. Ilibidi Deng awape shule watu wake kwamba hata majamaa wanaweza kutajirika. Sio kila tajiri ni bepari. Ujamaa sio umaskini na wala si dhambi majamaa kutajirika. Acha wajamaa watajirike, aliwaambia. Kutajirika ni utukufu wa Mungu. Walivyomuelewa, akaanza kupeleka vijana kusoma katika nchi za kibepari, wakarudi na maarifa kufanya miujiza nyumbani kwao. Leo China inaongozwa kwa kuuza bidhaa za viwandani dunia nzima, inaitwa kiwanda cha dunia. Nyerere alijaribu kupeleka vijana kusoma nje, ila wengi wakarudi na uzungu mwingi badala ya kujenga nchi kwa maarifa yao. Wengine wakarudi ni walevi wa whisky. Aisee, vijana wa China wangefanya kama walivyofanya vijana wa Nyerere, Deng angewaua wote, maana hakuwa na utani kabisa. Deng alikuwa ni mtu wa kazi. Aliwaambia viongozi wenzake hataki maneno, anataka kupiga kazi. Kama huna cha kuongea, basi kaa kimya. Nchi nzima walitii amri ya Deng ya kujenga taifa tajiri. Waliojaribu kuandamana wakitaka demokrasia, aliwatuliza kwa mkono wa chuma. Hebu fanya kurejea maandamano ya Tiananmen ya Juni 4 mwaka 1989, uone alichowafanyia. Mwamba si aliwakanyaga na katapila? Yaani, Mwamba alikuwa ni noma. Kwa mujibu wa Deng, maskini hahitaji demokrasia yasema usikike. Maskini anahitaji viboko ili ainuke. Hata mtoto bila kumziba pua hawezi kumeza dawa. Ukimhurumia atakufa upate hasara wewe. Aliwaambia mataifa yote yenye maendeleo makubwa kama Marekani, Uingereza na Ufaransa yaliendelea kwanza, ndiyo yakaleta demokrasia baadaye. Leo mataifa hayo yanatusaksia sisi demokrasia, tuvurugane ili wao waendelee kunufaika na umaskini wetu, maana kila penye umaskini kuna ulaji wa mtoa misaada. Kwani anayetoa misaada si ndio mlaji yahe? Sasa mtu atakupa msaada wa bure, amekuwa babako. Hebu soma kitabu cha Graham Hancock, kinaitwa Lords of Poverty, mtanielewa. Basi bwana, kwa kuwa China ilikuwa bado ina watu wengi wenye njaa, Deng aliona haitakuwa vyema kushughulika na demokrasia. Hivyo akaiweka pembeni, akaelekeza nguvu katika kumaliza umaskini. Alizuia hata watu kuzaazaa watoto wengi bila ya mpango. Akaweka sheria mwisho uwe na mtoto mmoja, ukizidisha ili kula kwako. Katika hili kama mshua nilimuelewa kiaina. Unazaa watoto alafu huna maisha, huna shamba, huna nyumba, huna hata akiba. Utawatunzaje? Tengeneza kwanza maisha ili uepukane kuwa baba wa kizazi cha wanyonge. Hapa kuna watu nimewakera tayari, hasa watu wenye zile fikira za kimaskini. Ukitaka kugombana na mtu mwenye fikra za kimaskini, mwambie azae mtoto mmoja tu au wawili. Lo, sijui ni kwa nini unakuta kabinti kako kwao, maisha hayaeleweki, eti kanabeba mimba. Ukikauliza utaliaje mtoto,
kana kwambia kila mtoto anakuja na riziki yake. Deng alifunga fyoko zote nchi nzima. Uelekeo ulikuwa ni mmoja. Mageuzi yalifanyika. Alitengeneza mazingira ya dunia kuja kuwekeza China. Alianzisha kanda maalum za kiuchumi. Ukanda mmoja ni ule wa Shenzhen, kijiji cha wavuvi. Huko alijenga miundombinu ya barabara, umeme, maji, ulinzi na kukaribisha uwekezaji. Aliruhusu benki za kigeni kufungua matawi Shenzhen. Kila aliyekuwa na kampuni ya teknolojia ya juu alikaribishwa bila ya kulipa kodi kwa miaka 2 ya mwanzo. Watu wenye ujuzi na ubunifu wa hali ya juu, serikali iliwapa unafuu wa maisha katika kodi ya nyumba na kipato. Wawekezaji walizalisha kwa gharama nafuu. Hata gharama za kuingiza malighafi na mashine zilikuwa chini. Kijiji cha wavuvi kikawa moja ya majiji makubwa duniani. Sasa ni jiji la watu milioni 13.6 na ndio kitovu cha teknolojia ulimwenguni. Hata sisi tukiamua tunaweza. Tumepakana na nchi kibao zinazopita kwetu kwenda China kununua bidhaa. Tunaweza kujijenga na wao wakaishia kwetu. Mtu wa Zambia, Malawi au Kongo akitaka kitu, basi akipate Songwe. Aone bora kununua Songwe kuliko kusafiri kwenda China. Mtu wa Rwanda, Burundi na Kongo apate vitu kutokea Kagera na Kigoma pia. Kikubwa serikali ifungue kanda hizo, watu wakapige kazi. Hii inaitwa you build they come. Kufanya kazi kwa bidii ndio ulikuwa moyo wa mageuzi ya China. China wana falsafa ya saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku, ikiwa na maana kila mtu lazima afanye kazi kwa masaa 12 kwa siku. Hapa mapumziko hakuna. Wachina wanajulikana kwa hilo. Hii hata sisi tuige. Watu wapige kazi, na mjini kama mtu hana kazi, yani yupo tu, arudishwe kijijini akalime. Akishindwa basi apelekwe jela au JKT, kule atalima tu. Na mtu mwenye ujuzi basi apewe mtaji. Mitaji yatoe mabenki na matajiri wenye mapenzi na nchi yetu. Deng aliweka urahisi wa watu wenye akili na ubunifu kupata mitaji kupitia mabenki. Deng aliweka utaratibu mkali mpaka kwenye dini na namna ya kuishi ili watu wasipoteze muda wa kufanya kazi. Dini zote ni lazima zifuate maelekezo ya serikali. Kumbuka hawa ni wakomunisti. Wakomunisti wanaiona dini kama nyenzo inayotumiwa na tabaka tawala kuwapumbaza watawa wasiwe na tamaa ya maisha mazuri hapa duniani. Wangoje watafaidi wakiwa mbinguni, na wakati wao wanaishi maisha mazuri kwa sadaka na sadaka za watwana. Alo. Kwa hiyo hawa jamaa hawaruhusu kila mtu kuhubiri nchini kwao anavyojisikia. Askofu Nyagwasa wa kanisa la AIC anasema wakati ameenda China alihubiri chini ya ulinzi mkali wa nchi. Lakini huyu Deng alikuwa ni mtu wa namna gani hasa? Maana kuwachomoa watu milioni 800 kwenye umaskini kwa muda mfupi sio kitu kirahisi. Deng alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa, aliyezaliwa kawaida, akasoma kawaida, lakini akagoma kuishi kikawaida na kufa kawaida. Hapa ndipo alipotuacha wengi. Wengi tunazaliwa kawaida, tunaishi kawaida na kufa kawaida. Kufa kawaida ni kufa bila kuacha alama. Unapita duniani kama mshale, fia, umepita. Unaondoka kama vile hujawahi kuishi. Ulikuja duniani kuteseka na kuondoka duniani umeacha uzao wako kwenye mateso. Hii sio kweli bwana. Sasa bwana, Deng alizaliwa Agosti 27 mwaka 1904 katika kijiji cha Paifang mjini Xiangxing, jimbo la Sichuan. Akafariki mwaka 1997 akiwa na umri wa miaka 91, akiwaacha Wachina mahala pazuri. Baba yake Deng alikuwa ni msomi wa sheria. Kwa hivyo tangu utoto wake, Deng amekuwa akichezea vitabu kama watoto wako wanavyochezea simu ya mama yao. Watoto wa namna hii ndio wale vijana wasiokuwa na mchango wowote kwa taifa. Wanachokijua ni kushinda TikTok na Instagram, kutafuta likes badala ya kutafuta pesa. Kibinti kinaomba hela ya bando ili kikachekecheke TikTok na kujiposti kama matangazo ya biashara ya sigara na kujiona kijanja sana. Kumbe ni kijinga kinacholiwa. Kwani wajinga si ndio wali wao? Acha ujinga ili usiliwe. Deng ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto 7, wavulana 4 na wasichana 3, lakini ni mwenye akili. Ni nadra kwa mtoto wa mwisho kuwa na akili. Hawa huwa ni madeko, ila Deng hakudeka.
Unajua ni kwa nini? Mama yake alifariki akiwa bado mdogo sana. Alilelewa na mama wa kambo. Hivi unaanzaje kudeka kwa mama wa kambo? Amekuwa mama yako. Mama wa kambo hadekezi ngedere. Kwa mama wa kambo ukijiliza ni kofi, ukikataa kula kofi, ukila hujashiba kofi, ukililia chakula kofi, ukichelewa kuoga kofi, ukijichafua tu kofi. Yaani mpaka utoke kwa mama wa kambo umekula makofi ya kutosha. Haya, Deng aliondoka kwa mama yake wa kambo akiwa na umri wa miaka 16 kuelekea Ufaransa kusoma ili aje kuikomboa China. Sasa ili akubali kwenda shule, mnamjazia masotojo mengi kwenye begi lake badala ya vitabu. Sasa huyu mtoto amekwenda shule kusoma ama ameenda shule kula? Unaambiwa Deng akiwa Ufaransa alipiga vibarua, ameosha sana masufuria migahawani na kubeba vyuma viwandani. Dogo alikuwa ni mtu wa kazi. Anaachaje kupiga kazi ukimpa kazi? Basi bwana, ujira aliopata alijilipia ada. Dogo wa miaka 16 kujilipia ada ni habari kubwa mjue. Maana kuna mtu ana miaka 30 bado analipiwa ada na wazazi wake vikongwe. Tena huwa anakula ada na vikongwe kuilipa tena. Hapa ndo uelewe, ujinga na ushenzi ni watoto pacha, uzao wa kwanza wa shetani. Mjinga huwa hana huruma. Mwaka 1926 Deng alitoka Ufaransa na kwenda Moscow kusomea ukomunisti. Huko alijiunga na chuo kikuu cha kijamaa cha Toilers of the East. Akarudi home ni mkomunisti haswa. Alirejea nyumbani kwao China mwaka 1927 na mzuka wa kumaliza vita zilizokuwa zikiendelea. Akajiunga na jeshi, akaingia front kabisa kuikomboa China na wakashinda. Mwaka 1949 Mao akaunda Jamhuri ya Watu wa China. Deng akapewa nafasi mbalimbali ikiwemo nafasi ya waziri wa fedha na ukuu wa jeshi la China. Hata hivyo mitazamo ya Deng kuhusu kuijenga China tajiri kwa kuruhusu ubepari yalimchukiza sana Mao. Deng alikuwa na hoja sema Mao hakutaka kumsikiliza. Yeye aliwasikiliza wahuni waliompamba kinafiki. Wahuni walimdanganya bwana eti yeye ndio ana fikra sahihi kuliko watu wote. Akavimba kichwa bwana, akaziba masikio, akavurunda kabisa, akafa bila kuitimiza hata ndoto yake. Ila wahuni sio watu waisee. Yaani walitunga mpaka salamu kumsifu mwenyekiti wao. Salamu yenyewe hii hapa: zidumu fikra sahihi za mwenyekiti, kiitikio chake zidumu daima. Aisee, unajua wahuni wakisha kujua wewe ni mjuaji, basi watakupa sifa zote ili tu wakupatie nafasi wao wale. Utasikia, tajiri wewe ni mtu muhimu sana, tajiri huna adui, huna baya tajiri, ukifa huozi. Aisee, wahuni wanambwembwe. Lakini pia viongozi wengi wakishainuliwa wanaamini na akili zao zimeinuliwa, kwa hiyo wao ndio wanajua kila kitu na wengine hawaelewi lolote. Hapo wahuni ndio hupata njia yao. Sasa viongozi wangu sikilizeni. Muhuni akikusifia sana, hebu shtuka, unapigwa. Muhuni hana tofauti na wajumbe wa CCM hapa Tanzania. Wanasema tuko nyuma yako, lakini ukigeuka hauwakuti. Deng aliwajua wahuni mapema na ndio maana akasema mkinita Comrade Deng tu inatosha. Maswala kuitana mtukufu Deng, mheshimiwa Deng na kadhalika, hapana bwana, sidanganyiki. Kwa sababu ya kufikiri tofauti na bosi wake, Deng amewahi kupelekwa kufanya kazi za vibarua huko mashambani. Waziri wa fedha kwenda kupiga vibarua sio demotion ya kitoto ujue. Haya maisha ni bure kabisa. Unaweza kulala peponi ukajikuta umeamkia motoni. Pamoja na manyanyaso mengi aliyopitia, Deng hakukubali kushindwa wala hakubadili msimamo wake wa kuijenga China tajiri kwa kuivalisha ubepari. Huo ndio wanaume sasa. Sio mwanaume ukiminywa kidogo tu na babaika hadi unabadili usemi wako. Koleo unaanza kuliita kijiko kikubwa. Yaani unakuwa mungu tu. Deng amekuja kuitimiza ndoto ya kuitajirisha China akiwa na umri wa miaka 74. Kumbe bwana, wazee tukomae, ndoto inaweza kutimia katika umri wowote ule bwana. Sio unafikisha miaka 60 unawaza kufa. Hata babu wa Loliondo alitoboa uzeeni ndio akafa. Deng alivyopata nafasi ya kuwa mkuu wa China, hakumnyia mtangulizi wake Mao, pamoja na kwamba alimtesa sana. Badala yake aliilinda heshima yake na kuiendeleza mazuri aliyoyaanzisha. Alisema,
Sijasoma vitabu vingi sana, lakini kuna jambo moja ninaloliamini. Ni kanuni ya mwenyekiti Mao ya kutafuta ukweli kutokana na uhalisia. Hiyo ndiyo kanuni tunayoitumia vitani na tunaitumia katika mageuzi haya. Hapa Deng alimaanisha usitumie mbinu zilizofeli kama unataka kufaulu. Usitumie watu waliofeli kufaulu. Fanya majaribio kwanza kabla hujaingia mzima mzima. Ukiona mbinu uliyoijaribu imekupa matokeo, basi endelea. Usipoona matokeo, badilisha mbinu. Epuka kupoteza muda. Mambo ni mengi na tuko nyuma ya muda. Kama mkono wako unakukosesha raha, ni bora uukate, ubaki bila mkono. Kama jicho lako linakukosesha, ling'oe, ubaki bila jicho. Kama ujamaa unawakosesha maendeleo, achaneni nao. Kama demokrasia hamuiwezi, iacheni. Huo ndio ulikuwa mtazamo wa Deng. Deng alipitisha sheria ya nafasi ya mwenyekiti wa chama kubaki kuwa ya Mao milele. Na kweli, mpaka leo mwenyekiti wa chama cha kikomunisti ni hayati Mao. Ukiwa China hauruhusiwi kumsema vibaya Mao kama sisi huku tunavyombeza Nyerere. Kuna profesa hivi majuzi huko China alijichanganya bwana akamponda Mao mitandaoni. Mbona alitemeshwa mzigo? Ni Profesa Deng Xiaochao wa chuo kikuu cha Shandong Jiangsu huko. Katika kuijenga China, Deng aliwekeza kuanzia kwenye kilimo, viwanda, teknolojia mpaka sayansi. Deng aliamini utajiri wa haraka uko kwenye kilimo. Kilimo ndio sekta pekee inayoweza kuwachomoa watu wengi kwenye umaskini kuliko sekta nyingine. Alikipa upendeleo kilimo kwa kuongeza bei ya mazao ya wakulima na kupunguza gharama za pembejeo. Lengo ni kuwapa hamasa wakulima kulima sana. Mwitikio ulikuwa mkubwa. Watu walizalisha mpaka sio poa. Mazao yaliongezeka kwa 47%. Suala la misosi ikawa sio tatizo tena kwa watu wake. Mapato ya mtu mmoja mmoja yakaongezeka mara 10 wakati wa utawala wake. Waungwana tukasema, mitano tena kwa Deng. Leo China inalisha 20% ya watu wote duniani. Mpango wao ni kuilisha dunia nzima. Wamezindua teknolojia ya kuandaa mbegu huko angani zisizoshambuliwa na wadudu wala magonjwa. Sisi pamoja na kwamba kilimo ni uti wa mgongo, bado watu wengi hawawezi kujilisha kwa mwaka mzima. Mkulima kulala njaa huku kwetu ni swala la kawaida sana. Anayelima hafaidi na anayefaidi halimi. Sasa kama kilo moja ya mbegu ya mahindi inauzwa mpaka shilingi 7,000 na wakati mkulima akivuna kilo moja anauza shilingi 450, unadhani hapa nani anafaidi? Wakulima wetu wanakwenda kulima ili wasife njaa tu, otherwise wangeshaacha. Kazi ni ngumu, faida unapata kidogo. Kila mtu anataka kuwa dalali wa mazao na sio mkulima wa mazao. Matokeo yake tunazalisha kidogo na kufunga mipaka tusiuze chakula nje kitaisha. Soko lipo lakini mkulima hafaidiki, ndiyo maana hana hamasa. Matokeo yake Tanzania kilimo kipo, miwa ipo, lakini sukari inatoka Ukraine. Pamba ipo, lakini nguo tunaziagiza nje. Uvivu na uzito wa kufanya maamuzi sahihi katika kilimo unatugharimu sana kama taifa. Hata kwenye viwanda, Deng alipaweka vizuri. Aliwashawishi matajiri kuwekeza katika viwanda na kweli mwitikio ukawa ni mkubwa. Yeye aliweka mazingira mazuri ya uwekezaji ikiwa ni pamoja na misamaha kibao ya kodi. China ikaanza kushuhudia viwanda vikubwa mpaka vya kutengeneza magari, ndege pamoja na kompyuta. Kwa sasa China inauza magari ulimwenguni kuliko nchi yoyote ile duniani. Bidhaa za viwandani zinatoka China na zimezagaa dunia nzima. Sisi matajiri wetu hawajengi viwanda vikubwa kama vya magari, pikipiki na wakati uwezo wanao kabisa. Imagine, tajiri anaagiza bodaboda kutoka China na wakati ana uwezo wa kuanzisha kiwanda cha bodaboda hapa Tanzania. China, matajiri ndio wanaojenga viwanda na kufadhili tafiti za kisayansi na kiteknolojia. Sisi huko tuko kopo. Leo hii China inaongoza kwa uzalishaji wa bidhaa za viwandani duniani, lakini pia ndiyo inayoongoza kwa kutumia malighafi duniani. Hata katika sayansi na teknolojia, Deng aliwaacha wa China vizuri sana. Aliwasomesha vijana katika mataifa yenye teknolojia kubwa. Alinunua teknolojia ya Japan. Sasa hivi wako mbali sana.
Wachina wana mpaka viwanda vya giza, vinatumia roboti zinazoendeshwa na artificial intelligence. Zinafanya kazi bila ya mwanga na hivyo kupunguza matumizi ya umeme. Trump anaposikia habari kama hizi, anaishiwa power. Hawa jamaa wametengeneza jua lao pia. Lina nguvu kama hili jua la Mungu. Treni ya Japan ilimpa machungu sana, akarudi nyumbani na kutekeleza. Leo hii China inaongoza kwa kuwa na kilomita za reli za kisasa dunia nzima. Sisi wa Afrika hatuna muda wa kufuatilia teknolojia. Gesi tu tumegoma kuitumia. Eti hatuwezi kupika maharage kwenye gesi itaisha. Yaani mtu ukitaja gesi unawaza maharage. Hawazi jinsi mkaa unavyoharibu mazingira na afya yake. Sasa hivi kuna watu wanapinga matumizi ya artificial intelligence kwamba yana madhara kwa akili zao. Utadhani hata hizo akili wanazo sasa. Mzee Deng aliiweka China vizuri kila sekta. Alilisuka jeshi la China mpaka sasa linaitikisa dunia. Alianzisha kikosi cha sayansi, teknolojia na viwanda jeshini. Ni nchi ya 3 kwa nguvu ya jeshi duniani. Ndugu yangu, nimalizie kwa kukuambia tu kwamba Wachina wako mbali sana kiuchumi, kiteknolojia, kijeshi, kimaendeleo, lakini hawajisahau. Hata kuingia kwenye orodha ya nchi zilizoendelea duniani wamegoma. Nadhani watakuja kusema wameendelea siku wananchi wake wote watakapokuwa matajiri. Sio unaitangazia dunia eti kwamba mmeingia uchumi wa juu wakati kuna watu kibao hawana pa kulala. China ipo katika ulimwengu wake kivyake. Leo hii ukiwa China hauhitaji pesa kubwa ili uishi vizuri. Bei ya bidhaa iko chini. Mwananchi wa China bado anaweza kupata bidhaa zile au huduma zile za mwananchi wa Marekani kwa bei nafuu zaidi. Kuanzia huduma za teksi, afya, barbershop, gesti na kadhalika. Kote kuna unafuu sana. Mwananchi wa China anaweza kujihudumia vizuri kuliko mwananchi wa Ulaya. China ndiyo nchi inayoongoza duniani kwa uwezo wa watu wake kununua, yani purchasing power parity. China wakilala, wakiamka wanawaza maendeleo. Hata kupata uongozi ni lazima useme umepunguza umaskini kwa watu wangapi. Ukiwa mbunifu na vipaji vinakupa nafasi kubwa ya kuwa kiongozi ndani ya China. Sio sisi huku mtu anagombania uongozi na wakati hana rekodi yoyote ya kuwapunguzia watu wake umaskini. Mtu mwenyewe amejitelekeza, mke amemtelekeza, wazazi amewatelekeza, mume wake amemtelekeza, ndugu zake amewatelekeza, halafu anakuja mbele yenu anauomba uongozi na anapata. Kwa China hiyo kitu sahau. Naam, karibu upate kujisomea vitabu hivi kuhusu China kwa uelewa zaidi. Soft copy na kutumia zote kwa shilingi 10,000 tu. M-Pesa namba hii hapa: 0740590451. Vitabu hivi hapa: cha kwanza, The Chinese Economy, Transitions and Growth. Cha pili, China's Economic Growth, A Miracle with Chinese Characteristics. Cha tatu, The Making of an Economic Superpower, Unlocking China's Secret of Rapid Industrialization. Cha nne, The Little Red Book. Cha tano, Quotations from Chairman Mao Zedong. Cha sita, Deng Xiaoping and Transformation of China. Cha saba, Socialism with Chinese Characteristics, A Guide for Foreigners. Cha nane, 4 Decades of Poverty Reduction in China. Cha tisa, Drivers, Insights for the World and the Way Ahead. Cha 10, From Deng to Xing, Economic Reform, the Silk Road and the Return of the Middle Kingdom. Cha 12, The Unknown Story of Mao. Na cha 13, Build Socialism with Chinese Characteristics. Cheers. Makala hii